Natuma salamu zangu kwa Wakristo wote ambao walio katika mji wa Tanzania, ambao wameonewa na wamedhulumiwa na makanisa yao yamefungwa. Wapendwa, msikate tamaa. Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu anaona hilo. Bwana Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa, mtu wa Mungu, anaona hilo, mtu wa Mungu. Na hata hilo isiwafanye kuacha imani yenu, isiwafanye kuacha misimamo yenu. Imani yenu, endeleeni kukasia imani yenu, wapendwa. Wakati kina Shadraka na Meshaki na Abednego walipokasia imani yao, ndipo Mungu wa mbinguni alipokuja na kuwatetea. Wakati watu waliwakamata na kuwatia, kuwafunga, kwenye kipindi cha kuwakamata na kuwafunga, hata Mungu alikuwa amenyamaza tu. Mungu alikuwa ni kama amenyamaza wakati wanawashika kina Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwasingizia. Sio kwamba Shadraka hawakuwa wanaomba, walikuwa tu wanafanya maombi, wanafanya ibada, lakini watu wakawaonea na wakawashika na wakawafunga. Kipindi wanawafunga na kuwatisha, adui alishangilia sana, akaona ni kama Mungu amenyamaza kimya, ni kama Mungu haongei, ni kama Mungu hayuko pamoja na hawa jamaa. Lakini ngoja, wakati walipokasia imani yao, waliposema kwamba hata kama Mungu huyo atuokoi kwa tatizo hili, hatutamwacha Yesu Kristo mwana wa Mungu, hatutamwacha mwana wa Mungu. Biblia inasema katika ile hali ya kukasia imani, tena wakamgeukia mfalme, wakamwambia mfalme, uishi milele, lakini ijulikane kwako ya kwamba sisi hatutaogopa. Wakamwambia kwamba hata kama umetoa utisho wetu ni Mungu wa mbinguni, sio mwanadamu. Wakasema utisho wetu sio mwanadamu, uwe ni Mungu wa mbinguni, mtu wa Mungu. Baba anasema, wakamwambia mfalme kwamba Mungu tunayemwabudu anaweza, na sio kwamba amenyamaza, sio kwamba ameshindwa. Wakamwambia anaweza kutuokoa na moto huu, na akatuokoa vile vile na mikono yako, mfalme. Na wakiona kama ni mchezo, wakawafunga kamba na wakawatupa kwenye moto, tanuru iliyokuwa imejaa moto, mtu wa Mungu. Tanuru ilikuwa imewaka moto ambao si wa mchezo. Na walipowatupa mahali pale, Biblia inasema muujiza wa kwanza uliotendeka na ukaleta hofu katika maisha ya wale watu waliokuwa wanawatesa. Biblia inasema wanaume waliokuwa mambaunza, waliokuwa na kifua cha Daudi, Biblia inasema ule moto uliwapiga, wakaanguka chini, wakakufa, wakafa hapo tu, mtu wa Mungu. Wakaokotwa wakiwa marehemu, wakaokotwa wakiwa maiti, mtu wa Mungu. Biblia inasema na ule moto ukakata zile kamba ambazo zilikuwa zimefunga mikono ya watumishi wa Mungu. Biblia inasema na wakishangaa, wakamwona mtu wa nne katikati yao ambaye ni Yesu Kristo, na wakaona wale wajamaa wanafurahia, wanashangilia, wanatembea kwa moto wakiongea na Bwana Yesu. Ndio naambia hili kanisa ambalo limeonewa kule Tanzania, maana huu ni uonefu, mtu wa Mungu. Huu ni uonefu, nasema ni uonefu. Na tunazidi kumwomba Mungu wa mbinguni, hatutaacha kumwomba Kristo. Nitazidi kumwomba mwana wa Mungu mpaka atembee na aingie katika mji wa Tanzania, na mpaka kanisa ili lifunguliwe kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na amani, mtu wa Mungu, hakutakuwa na amani. Tutaomba kabisa, tutaomba. Na shukuru Mungu kwa maana najua kuna watu wanaomba kwa ajili ya kanisa la huyu mtumishi wa Mungu Bishop Gwajima. Watu ambao wanatetea haki ndio wanadhulumiwa. Watu ambao wamekataa chakula cha mfalme ndio wanadhulumiwa, mtu ya Mungu. Ndio wanaonekana wakiwa majambazi, ndio wanaonekana wakiwa magaidi. Watu wamekubali kutembea na haki ya Mwenyezi Mungu, ndio wanakutana na dhuluma, mtu wa Mungu. Tuombee kanisa la Bwana Yesu Kristo katika mji wa Tanzania, ili Bwana Yesu Kristo akaweze kuonekana. Nasema hivi, mtu ya Mungu, Danieli alipokuwa anashingisiwa kwa ajili ya maombi, aliongeshea muda wa kuomba. Danieli alipoona vita simeinuka na akaona mawimbi yamekuwa mengi, mtu wa Mungu, ndio akaongezea maombi. Alikuwa anaomba mara moja, akaanza kuomba mara 3 kwa siku. Na watia moyo wa Kristo wa Tanzania, ongesheni muda wa kuomba. Kama mlikuwa mnaomba lisali moja, weka masaa 3. Ongesheni 3 times per day, iwe mara 3 kama dawa za daktari, mtu wa Mungu. Omba asubuhi, omba mchana, omba saa jioni, omba ukitembea, omba ukiwa ndani ya gari, omba ukifanya kazi, na Mungu wa mbinguni ataleta ukombozi kwa ajili ya mji wa Tanzania. Kuna mahali Biblia inasema kwamba enyi wenye kumkumbusha Bwana, enyi wenye kumkumbusha Mungu wa mbinguni, msimwache akae kimya mpaka atakapoifanya Yerusalemu kuwa imara, mtu wa Mungu, na kuleta haki yake. Kuna haki ya Mungu inashuka
kwenye hili kanisa linaloonewa mtu wa Mungu aliye hai. Nitasimama na hao watakatifu na kuomba ndio Mungu wa mbinguni aonekane na adhihirike. Na ndio nasidi kufanya mwito kwa wale wahubiri ambaye mnapenda Kristo, mnapenda haki ya Mungu itawala, watu ambao amuongei kiupuusi kama watu wengine, watu ambao amfurahi na kushangilia wakati kanisa liko ndani ya moto. Maana kile kimemkuta Gwajima kinaweza kukukuta hata wewe nabii. Wewe unayejiita nabii na unashangilia wakati kanisa linaombea kwa barabara, wakati kanisa linadhulumiwa, limefungwa, linalindwa na majeshi. Watu hawapatiwi hata uhuru wa kuabudu. Hata wakisonga hapo chini ya mti wa abudu wanapigwa tu na mabomu, wanalipuliwa na vitu wa machozi mtu ya Mungu. Na wewe ni nabii katika mji wa Tanzania na unafurahia, unashangilia. Wacha nikwambie, kilichomkuta Gwajima kinaweza kukuta hata wewe mtu ya Mungu. Na ndio nimekuambia kwamba hata wewe usilale. Wacha nikwambie kitu. Yesu mwana wa Mungu alikemea wa jamaa ambao walijiona kuwa ni wenye haki sana. Akawaambia msifikiri kwamba nyinyi ndio wenye haki kuliko wale watu ambao ukuta uliowaangukia mahali fulani. Akawaambia jaribu hilo linaweza likawapata hata nyinyi msipotubu. Na hivyo naongea na manabii na watumishi wa Mungu, mapastors na mabishops katika mji wa Tanzania. Watu wanaofurahia wakisikia ati jaribu hili limepata kanisa la Gwajima. Wacha nikwambie, hata ukimsifia mfalme mara ngapi, hata ukisifia serikali yenu namna gani mtu wa Mungu, wacha nikwambie kilichomkula huyu bwana kinaweza kikaama kwako mtu wa Mungu. Na siku hiyo utakuwa na mtu wa kukuombea wewe, maana utakuwa unalipwa sawa sawa na kile ambacho ulipanda. Mimi nitaungana na watumishi wa Mungu, nitaungana watu wanaolia Tanzania, nitaungana watu ambao wamefungiwa kanisa Tanzania mtu wa Mungu. Nitaomba kwa ajili yao. Nilisema mimi nimesomea Tanzania, nimekulia Tanzania mtu wa Mungu, nimeishi mikoa nyingi na vijiji nyingi na vitongoji nyingi mtu wa Mungu, sakule Tanzania mtu wa Mungu. Hata wakati mwingine kiingia kwenye kule mipakani, wakati mwingine unaongelesha hata watu na lugha sakule. Kama mtu ni Mchaga naweza kuongea na Kichaga, naenda naongea na wao, wanaona kwamba huyu ni mtu ambaye ni mwenyeji. Nikiingia leo Tanzania bila chakula, nitakula nikunywe na nishibe na nilale mtu wa Mungu. Kwa nini? Maana nimesomea kule, nimehubiri huko mtu wa Mungu, nimekaa na watu kwa amani. Na kama kuna nchi ambao niliipenda mtu wa Mungu, ambao haikuwa na uchonganishi, haikuwa na shida hizi nasiona, ni Tanzania mtu wa Mungu. Saa hii sijui ni nini kimetembea kule, lakini tuombe Mungu wa mbinguni ili asaidie kanisa hili katika jina la Yesu Kristo. Jambo nyingine mtu wa Mungu, nisome mstari uko mahali hapa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, wa pili. Wathesalonike wa pili mtu wa Mungu, ile sura ambayo ni ya kwanza na mstari wa 6. Inasema hivi, kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale wawatesao nyinyi. Haleluya, haleluya. Kwa kuwa ni haki mbele za Mungu wa mbinguni kuwalipa mateso wale wawatesao nyinyi. Biblia inasema na kuwapa nyinyi upumziko katika jina la Yesu. Ni haki kwa Mungu kuwalipa mateso hao watu waliowafungia kanisa. Mungu wa mbinguni akawalipe mateso. Mungu wa mbinguni akawalipe mateso wanaowatesa watu wa Mungu katika mji wa Tanzania. Biblia inasema Mungu ni haki kwake, ni kitu cha haki kwake kuwalipa mateso wale wawatesao nyinyi. Na nyinyi mnaoteswa na kuonewa, Mungu atawapa upumziko kulingana na mstari huo nimekusomea kwenye Wathesalonike wa pili sura ambayo ni ya kwanza na mstari ule ambao mtu wa Mungu ni wa 6 na wa 7. Ni haki kwa Mungu kuwalipa mateso watu wanaokuonea katika jina la Yesu. Ila wewe mtu wa Mungu, kasia imani, endelea na kuomba na mtumishi wa Mungu Gwajima. Kuna kitu Mungu alininenea leo nikimwombea huyu jamaa, na ndio nimeona nikinena katika mtandao huu. Nikakumbuka wakati Daudi Mungu anakuja kumuinua kuwa mfalme wa taifa. Daudi alipoinuliwa na Mungu ili awe mfalme wa taifa, yule mfalme alikuwa enzini wakati ule, alianza kumkimbiza na kumpiga vita. Biblia inasema Daudi anakimbia, anaokoka na upanga na mshale wa Sauli. Lakini kuna kitu ambacho kilitendeka wakati ule. Biblia inasema ufalme wa Sauli unashuka, lakini ufalme wa Daudi unainuka mtu wa Mungu. Kuna kitu kinachoendelea katika maisha ya Gwajima. Huyu Gwajima anaweza akawa mtawala wenu wa Tanzania. Kama mko na mkombozi, kama mna mtu ambaye atawatoa katika mashimo, ni huyu bwana. Unaona kwamba anakimbishwa. Vita iliyomo ya Gwajima na serikali ya Tanzania mtu wa Mungu ni sawa na ile vita ilikuwa ya Daudi na Sauli. Pateni ufunuo watu wa Mungu, ndio mjue kwamba ukombozi wenu uko wapi. Ndio mfuate sauti ya Mungu aliye juu mbinguni. Mungu ataenda kuwasaidia, Mungu ataenda kuwapigania watu wa Mungu. Kwa hivyo tuombee serikali yetu ya Tanzania na tuombee kanisa la Bwana Yesu liache kuteswa na kuonewa na wale wako kinyume na hilo kanisa. Mungu wa mbinguni akawatendee sawa sawa na hii mistari kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki na Mungu awatendee. Tuko pamoja nanyi watu wa Mungu. Ni mtume wa Neema Kenya.